Stay with Cousins. The podcast. What's up, everybody? How you doing? Minister Peace, the president, our cousin number one. And you are rocking with Stay with Cousins, the podcast. Tuko hapa kwa ajili ya kufanya maajabu. Of course, we are here to enjoy, we are here to entertain you, we are here to talk. Real talk only. Tuko hapa, tuko cousins, tuko wanne. We are all four cousins, not the drink. Four cousins. Four cousins. But not the drinks. I am cousin number one, and here is cousin number two. Mambo. Poa. How are you? I'm good. Cousin number two, jina lako ni nani? Naitwa Helen. Oh yeah. Yes. Helen is here. Of course, tutazungumza naye mengi sana. Cousin number three. Hello. Mimi naitwa Consolata. Cousin number three. Okay. Cousin number four. What's good, people? As usual, my name is David. Ako unasoma jina au sio? And I am the cousin number 4. No, I was like, weka topic vizuri kwanza hapa. Mambo ya biashara, mpango safi kabisa. Of course, kama unavyoona kwenye kifua chetu hapa, of course, hawa ni wadhamini wakubwa kabisa wa hii podcast, au sio? Inaitwa Cousins Accommodation Agency. Bana. Kwa vyote ambavyo unavyohitaji kuhusiana na hii kitu, utajua hapa kwenye Stay with Cousins. And we are cousins. We are four cousins, but not the drink. Remember that. We don't mind the drink. We don't mind the drink. We are okay with the drink. We are not that. We are not that yet. Okay, so cousin number 4, mtupe topic kwa leo tuna nini hapa? Okay, are you ready? Yeah. Okay, so the topic inasema kwamba ushindani wa mafanikio. Je, wanaume wanaogopa wanawake waliofanikiwa? Into details sasa. Kwa nini wanawake wenye vyeo vikubwa au biashara kubwa mara nyingi wanapata shida kupata wachumba? Naomba mimi niondoke. Uende tuondoke. Kwa sababu Hili jambo ni nyeti. Nyeti sana hili. Ni uzito wake ni mkubwa, unajua. Kwa sababu mara nyingi unajua sijui hivi Mungu alimumpa nani kwanza? Alimumpa Adamu. Mwanaume. Kwa sababu unajua shida ni kwamba maybe I think women hawana ile capability ya kuhold greatness from within. Nieleweke vizuri. Naomba nieleweke vizuri. Jiokoe. Naomba nieleweke vizuri. No, kwa sababu gani? What I mean is this. God created Adam as the first, right? Maana yake ni kwamba labda alimpa nguvu ya withstand everything. You understand? And akamcreate mwanamke kama msaidizi wa Adam. Is it? Sasa the point is, nikisema hawezi withhold au stand greatness ni kwamba wakipataga ukubwa zaidi wanashindwa kuhandle the pressure of ukubwa. Cousin number 1. Kama nimekusikia vizuri. Hey. No, usipani. Wanawake hatuna capability ya kuhold greatness from within. Correct me if I'm wrong. Kwa mfano kwenye hata kamati za harusi kuna mwenyekiti na katibu. Nani anafanya kazi nyingi? Katibu. Kuna kwenye kikao kuna mwenyekiti wa kikao na katibu. Anayeandika minutes? Katibu. Na Mungu alipomuumba mwanaume akasema ninakutengenezea msaidizi, katibu. Ndio. Kwa sababu wewe mwanaume, of course mwanaume kwenye all the greatness you are the leader, wewe ni kichwa, sisi ni shingo. Lakini shingo ukilala vibaya, ukiamka kwanza shingo inauma, hichi kichwa hakiwezi kugeuka. Okay. So kwa hiyo that's a fair point. Mimi I think wanaume wakiona mwanamke ana mafanikio wanakuwa na insecurity fulani, kwa sababu deep down wenyewe wanahisi to be a leader I should be great in every aspect. Lakini mimi nadhani ili uweze kugeuza kichwa chako vizuri ukiwa na shingo imejaajaa nyama, usiogope ile shingo, you have to embrace it. Nyie wenyewe ndo mnajibaniaga nafasi kwa kuwaogopa wale wanawake wenye mafanikio. Lakini mwanamke mwenye mafanikio is still a woman. Yani nikija kwa mwanaume wangu, mimi zile bank account, zile sijui hata siziwazi. Baba, okay. Take the lead. Ngoja samani na muingilia.
in a few sense kwa wanawake wachache sana wana mindset kama ya kwako ambao wapo great Makofi. kitu kazi number 4 kuna kitu amekiongea pale kwenye mwanzo wa topic, sio kwamba yani wanawake wengi ambao wamefanikiwaga kuna namna fulani wanahisi kwamba they can repress nafasi ya mwanaume. Wengi wanahisi kwamba you know what, I think I don't need you. I think if I can pay my own rent. What is it? Hiyo inakujaje? Inategemeana na wewe mwanaume umekaa kwenye position gani. Let's say tumeanza wote from the scratch, si ndio? Then mimi labda nikapata mafanikio zaidi kukuzidi, si ndio? Sasa kabla sijaanza kubadilika au kutaka kuwa leader, si ndio? Wewe tayari una step back. Yani sasa unaanza kujitoa kwenye ile position yako, unarudi nyuma. Sasa unategemea nini? Lazima mimi nisonge pale mbele, nichukue ile hatua, si ndio? Ni take lead. Kwa hiyo inategemeana. Kama utabaki kwenye ile position, mwanamke atabaki kwenye msimamo yake. Yani atabaki kwenye nafasi yake. Hata kama kipato chake kimefanyaje? Kimezidi. Lakini kama wewe utaanza ile insecurity, unaanza kubeba hofu, ananionaje au labda atafanya maamuzi gani, mimi nachukua step, si umerudi nyuma. Na sio maksudi, yani ni automatically tu wanawake ile instinct zetu, tukiona hichi kitu akiendi na step in kukusaidia, na wewe ile unaichukulia ana kiburi kwa sababu ana pesa, no. Kuna kitu hebu brother unaona niacha mbona ukitaka mimi nakuwa attack hapa kukimbia tangu mwanzo. Unajua msongo ngoma hii ndio msongo ngoma kuzaliwa mwanaume wewe ujue kila siku kwako itakuwa ni tabu. Anyways, wakina mama tunawapenda wake zetu, wapenzi wetu, whatever, tunawapenda. Kwenye hili unachotakiwa mjue tu kwamba Mungu, kama alivyosema ndugu yangu, Mungu atuvalisha kitu inaitwa the greatness. Hiyo kitu tuko nayo naturally. Yani mwanaume yani ukiona tukimwona mwanaume mwenzetu anakimbia hilo eneo, lazima tujiulize huyu mzee vipi? Lakini in reality kabisa, ile spiritually Mungu alituwekea hiyo kitu kwamba sisi ni watawala. Umeelewa? Yes, na ndio maana Adamu alipelekwa kwenye Eden pale, akaambiwa wewe utavipa hivi vyote majina. Umeona? Huyu utawala wewe you will. Lakini sasa baada ya Mungu kuona jamaa yuko peke yake, akampa msaidizi ambao ndio nyinyi wake zetu. Tuna appreciate, lakini kwenye hili eneo bwana, mwanaume, mama, it's okay mama akiwa na kipato kama atakuwa ana hekima ya kimungu ndani. Thank you very much. Having a higher point of wisdom ya kimungu ndani. Yani ikiwa hivyo it is okay, baba hatakuwa na shida. Changamoto siku hizi kwamba wakina mama na nyinyi mmesema kwamba siku hizi mnataka kitu 50-50. Hiyo ndio njaa kali inapokuja kuanzia. Kwanza nitamuuliza kazi number 3 kama ana accept hiyo 50-50. Baadaye atanijibu. Lakini hiyo 50-50 pia nyinyi ndio mlikuwa mnaitaka zaidi. Si ndio? Yes, kwa sababu kipindi mwanamke ana ile kwamba mimi ni mama wa nyumbani, nalea familia na nini, mnatoka mnaenda kutafuta hao watafutaji, kwamba huyu hanisaidii chochote, na mnaenda kutusimanga, si ndio? Tena wanaongelea vibaya. Unajua kuna kitu kimoja mimi nakiona kwa upande wa wanaume, kuna kitu nakiona, you people are jealous. Wewe sasa nakuaje hivi? Ndio mama yako sijui unasemaje. Labda sikongi mkono hapo my deal jealous with my own woman. Sikiliza, haiwezekani eti wewe ukiwa na mafanikio ni sawa, lakini mimi nikiwa na mafanikio kukuzidi si sawa. Utanipiga nyundo. Zinaongezeka. Yaani nakuaje na wivu? Kama kitu tunachokitafuta ni kwa ajili yetu sote, si ndio? Ni kwa ajili ya nyumbani, kwa familia na nini hivyo. Kwa nini wewe uanze kuona si sawa mimi nikipata zaidi? Mimi nafikiri no, we are not so kwamba sisi tunaona si sawa. Nafikiri ni kwa sababu unajua when you are given a torch to lead. Umeona, kwa mfano leo hii na labda Madam President au sio, au Mr President yoyote aone VP au sio Vice President anataka kuja kuchukua majukumu yake in some sort.
unajua lazima ata question yani kwamba yo you stand mstari wa VP na president. Sasa sometimes mimi kwa mfano labda I'm struggling, let's say to pay rent. Unaona? Sisemi kwamba usinisaidie kupay your rent. But I want you to consult me, si ndio? Afu tufanye maamuzi in which mimi nifanye, kwa sababu nilishapewa torch ya kuwa president. Ukienda kulipa kodi, nimelishalipa bwana. Vice President, who told you? Sasa kama umezubaa haujalipa nifanyaje? Kama umezubaa I can't zuba. Mimi baba mwenye nyumba nimesikia jana usiku baba mwenye nyumba akakupigia simu. Na leo asubuhi mimi baba mwenye nyumba kanitumia message. Jamani, consult me. Zimefika siku ngapi hapa zimepita? Kuna muda mwingine we do something out of love. Okay. Yes. Kama ile kwamba okay, hapa baba nikienda kuongea naye, kwanza wanaume mkiwa hamna hela, correct me if I'm wrong, mnakuwa na stress sana. Mnakuwa na hasira. Sasa anasema hapa baba nikimfuata kwanza ana hasira, hayupo vizuri, na kuandalia chai fulani pale, chai ya maziwa, mihogo, chai fulani hivi nzito. Alafu mimi naenda kuonana na baba mwenye nyumba. One less problem. Utapotea. Ningekuja wakati nakuletea ile chai nakwambia baba, nimesikia baba mwenye nyumba akakupigia simu. Mimi hicho kiasi ninacho, is it okay nikilipa? Hapo ndo utajisikia. Tena usumeniandalia na chai, nilambe kisi moja. Kisha nilamba kisi moja na sasa mzee sikiliza. Nina kikoba hapa nilivunja. Wewe naona sasa hivi mume wangu mambo yako kidogo. I'm here to support you. Okay, so yani inabidi nikupe wewe upeleke kwa mwenye nyumba. Mume wangu. Yes. Hiki ndicho ambacho Mungu kanibariki nacho. Je, tunaweza kufanya nini from here, kwa sababu unajua tunadaiwa ada za watoto, lakini kuna kodi, kuna nini. Wewe kama kichwa, kama baba, unapanga nini? Kazi namba 4 hapo sasa mimi nitakwambia mke wangu. Wewe ni msaidizi. Kaa hapa mama. Na chai naweza nikaweka pembeni. Na mimi kisi cha I will embrace you. Guys, Nakwambia mke wangu, nakushukuru sana, lakini hapa labda tumenye hii elfu50 tumpe baba nyumba, hii elfu50 tumpunguzie mtoto fulani shule. Hapa ndani niliambiwa sijui mboga hamna, hii tuchukue tukanunua mboga kidogo. I am sure na mimi nikiingia kwenye hili wiki itakalokuja kuna baraka zitakuja. Hiyo ndio kitu ambacho unaweza nikasema sisi. I think it's all what men want. Yes. Okay. Lakini mnatofautiana pia, si ndio? Unajua kwa nini? Kuna mwingine unafanya hivyo, si ndio? Labda umpe ile heshima yake kama leader, si ndio? Lakini sasa ndo ata step back aone okay, kumbe you can do this. Okay. Sasa hiyo ni tatizo. Yani then continue. Unaelewa? Kuna ile mna tabia ya kurelax. Ndio maana sometimes naweza mimi nikatoka nikampa mwenye nyumba bana kodi, lakini usimwambie kama nimelipa. Akilipa nirudishie hela yangu. Kwa sababu nikilipa, si ndio? Wewe unaona okay? Kumbe anaweza. Next month unaambia mama, sijapata. Hata kama unayo, sijapata. Au kile kikomba chenu vipi bana? Kile kikomba chenu vipi ndo mida yake. Au ndo maana natesekaga, inakaa mama ananiandaa hivi. Kikomba chenu ndo mida yake. Imekuaje sasa? Umeona? Ghafla binvu jukumu la kodi linakuwa la nani? Linabaki kwa la mama. Sema ya mimi hapo ndugu yangu bwana kazi number 1, naweza nikakuskip kidogo kwa support wa kama. Kwenye hilo mimi mwenyewe sina tatizo. Kwenye hiyo tactic walioitumia ya kusema kwamba wapo wa baba wenzetu ambao hahitaji kikao. Wanakosea sana. Kwenye vile vikao vyenu vile. Kwenye vile vinaongea. Mweke front line kabisa. Kimbia majukumu sio kitu kizuri. Unajua naturally kama nilivyosema we are the leader, so we have to make sure kwamba watoto wamekula, mama kala, mama na watoto wake wamekula, umelipa ada za watoto shule na some bills umepay. It's okay mama ki step up. It's okay mama akistep kwenda huyu mzee kazidiwa, lakini asemi huyu mzee mimi namjua, mume wangu akiwa naye anamjua, ila hapa namuona huyu mzee anaenda kuzimia huyu. Kwa hiyo ukitokea pale ukiniambia mzee hebu umenishika bega kidogo,